Tusomee pale Ayubu ile 14 mstari ule wa 7. Ayubu 14 mstari wa 7. Ayubu mstari wa 7. Kwani yako matumaini ya mti. Anasema kwani yako matumaini ya mti, ya kuwa ukikatwa utachipuka tena. Ya kuwa huo mti ingawa ulikatwa utachipuka tena. Wala machipukizi yake hayatakoma. Wala machipukizi yake hayatafanyaje? Hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani. Ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani. Na shina lake kufa katika udongo. Na shina lake kufa katika udongo. Lakini kwa harufu ya maji utachipuka. Lakini kwa harufu ya nini? Ya maji. Unajua ya kwamba maisha ya mwanadamu yote mizizi yake ni ulimwengu wa kiroho. Halo? Amina. Mizizi yake iko katika nafsi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wakati adui anahitaji kukukata, hatumii huku mwilini, anakukata kule rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huko ndiko kwenye mizizi yako ambako hakuonekani. Amina. Iwe unajua iwe haujui. Amen. Adui anacheza kule rohoni, ndiko anakofanyaje? Anakokata. Akisha kata kule rohoni, matokeo yake huja katika ulimwengu wa nini? Wa mwili, ulimwengu wa dhahiri, wa macho ya damu na nyama. Lakini anasema kwa harufu ya maji utachipuka tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Kwa hiyo unachotakiwa kujua, usitazame ile hali unayoiona, mtazame Mungu. Akupe nafasi yako. Amen. Akupe mlango wako. Amina. Mwombe Mungu, mwite Mungu, mwambie tafadhali nilipokatwa, tafadhali mlango wangu ulipofungwa nitengenezee. Amina. Haijalishi ya kuwa watu wanaongea nini saa hii, kwa kuwa wao wanaona mwili, lakini wewe ukiwa rohoni kuna harufu ya maji. Amina. Harufu ya neno la Mungu. Amen. Na hiyo itakusimamisha tena. Amina. Haijalishi wanasema nini kwenye maisha yako. Amina. Usikate tamaa, network zako zote ziko rohoni. Amen. Usikate tamaa wala usishindwe na maneno yao. Amina. Ina maana maneno inaletwa ili kukate zaidi kule rohoni, ukate tamaa. Amina. Utakapokaa chini, adui anakuangamiza. Amina. Kabisa. Tena anakupoteza. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Network ya simu tunaijua. Halo? Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Network ya simu inafanyaje? Tunaiona huwa inapanda alafu inapanda na kushuka. Hivyo ndivyo namna network ya ulimwengu wa kiroho jinsi ilivyo. Kuna mambo umeyaomba kwenye maisha yako. Wakati unaomba ulikuwa na tumaini la kupokea na tumaini la kupata. Lakini wakati siku zinavyoendelea, unahisi ugumu unaendelea, ukaamua kushusha network ya imani. Amina. Wakati ambapo ulimwengu wa kiroho unategemea ile network ili kufikie, wakati inakuja kila akipiga simu, alo Sabina, aonekani, hapatikani. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So wakati unakosa kupatikana, vinarudi tena wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Na nini ambacho kinatutesa? Adui anatujua na anajua siri yako ya kupokea ni nguvu ya imani. Amina. Ulimwengu wa kiroho. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So wakati anatambua namna hii, anakuvuruga kupitia mazingira yanayoonekana. Amina. Halo. Amina. Kupitia mazingira yanayofanyaje? Yanayoonekana. Saa hii una mtoto wako na yuko Dodoma. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. So wakati uko Dodoma haujui eneo alilokuwako, ila yuko wapi? Dodoma. Baadaye unampigia simu na mwambie, mwanangu kuna mzigo umetumwa na huo nimekutumia pesa ya matumizi shilingi 700,000, nimekabidhi kwenye gari fulani, so nimempatia namba yako ya simu, akija kupigie. Halo. Amina.
So yule mtoto baada ya muda anasema mbona njaa inaendelea, mbona wenzangu wanakula, mimi nateseka hapa. Halo, Amina. So baada ya muda anaamua kusema hamna kitu hapa, hawajanitumia chochote. Anaamua kupotea kwenye laini. So wakati unafika Dodoma, akipiga simu, huyo mtu afanyaje? Ndivyo watu wa Mungu, Biblia inasema kwamba wakati Danieli akiwa ndani ya tundu la simba, anasema kwamba wakati ile tu anaomba siku ya kwanza, majibu yake yalifanyaje? Yalikuwa yanakuja, lakini mkuu wa jeshi la Uajemi alikuwa juu ya nini? Ya hilo anga. Alikuwa akipigana, alikuwa akizuia ili majibu ya Danieli yasifanyaje? Simfikie. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Na hapo ndipo ndani ya siku 21 Danieli alikuwa anakosa majibu yake, lakini mbinguni yalishafanyaje? Yalishatoka. Hadi ilipotumwa jeshi la malaika mbinguni kwa ajili ya kupigana, ndipo yule malaika alipofanyaje? Aliposhuka kubeba majibu ya Danieli na kumpatia na kumwambia siku ile ile tu naomba, majibu yako ilishafanyaje? Lakini nilikutana na mkuu akanizuia. Hata hivyo nimeacha jeshi la malaika wanaendelea kupigana, mimi napeleka majibu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yale unayoyaomba yapo, Bwana ameyaleta. Lakini adui anachokifanya, anacheza na imani yako. Wakati mwingi anatumia mazingira yaliyokuzunguka ili kukata network. Amina. So wakati unakata network, hakuna majibu itakuja. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Majibu yako ipo. Majibu yako yapo. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Wala Mungu hadanganyi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mungu hadanganyi wala haongopi. Wewe simama katika kanuni, mtafute Mungu. Mazingira unayoyaona yasikukatishe tamaa. Wale unaowaona wala usiwaogope. Ona kwamba ni wanadamu tu, naona majibu kwako. Maana hata ukakata tamaa hawaji kukusaidia. Amina. Bora utazame Mungu. Amina. Katika tabu yako mwite Mungu. Amina. Anasema niite siku ya mateso yako, nami nitakuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Jibu lako halipo kwenye vinywa vya watu wale unaowaona. Jibu lako liko kwa Mungu. Amina. Wakati mwingi adui hutumia mazingira yaliyokuzunguka ili kukatisha tamaa, akate kukata network zako. Amina. Ili majibu yasikufikie. Amina. Ili Mungu wako sema uende kwa mganga utapata jibu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukifika kule atakuvisha kitanzi. Hello. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Dunia haina huruma. Shetani hajawahi mhurumia mwanadamu hata siku moja. Shetani hajawahi mhurumia mtu hata siku moja. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Na hawezi kumhurumia mtu kwa sababu anajua akikuacha anaenda jehanamu ya moto peke yake. Sio rahisi. Umenipendelea, umenipendelea, umenipendelea Baba, acha nikushukuru. Umenipendelea, umenipendelea, umenipendelea Baba, acha nikushukuru. Umenipendelea